Watazamaji wa Pure Africa TV na wasikilizaji wa Pure Africa Radio 88.7, karibu tena ndani ya dawati siasa, nami Hezron Marwa, na leo niko na kiongozi ambaye niko naye ndani ya dawati la siasa. Acha akajitambulishe ili ukaweza kufahamu anaitwa nani. Karibu sana mheshimiwa. Nashukuru sana. Ndio. Asante kwa hii nafasi. Kwa majina ni Magwe Moses. Magwe Moses ni mwakilishi wa watu wa Takare. Ndio. Na ninashukuru kwa sababu umeleta hii nafasi ndio tuongee na wananchi. Ndio. Nafikiri ni muhimu sana, na ni kila siku ninapoongea huwa nasema hii nafasi ni watu wa Takare walinipea. Kwa hivyo huwa sichoki kuwashukuru. Ndio. Kwa sababu walinipatia nafasi ya kuongea kwa niaba yao. Okay. Na kila siku nitafanya hiyo bila kusita. Nashukuru. Kwa sasa hivi mheshimiwa, niseme kwamba una miaka mitatu rasmi ya kutenda kazi ndani ya Tagare Ward, lakini pia ndani ya serikali ya Migori County. Labda unaangalia, estimate kwenye asilimia ngapi ya utendaji kazi wako? Ni ukweli ya kwamba sasa ni miaka 3 imeisha tangu tuingie ofisini, na ni ngumu sana kufanya estimation mimi kibinafsi kusema hiyo ndio percentage, kwa sababu ninafikiri hiyo inafaa kuwa kazi ya wananchi. Ndio wanafaa kuniambia kwa sasa tunaona umefanya vizuri ama hujafanya vizuri. Lakini pia kwa sababu mimi nasikiza na ninafanya hiyo kazi, ningesema siko vibaya sana. Okay. Kulingana na majukumu yangu, hasa yale nimepewa kufanya. Ndio. Unajua kitu kingine yenye nimeshinda nikisema na nitaendelea kuisema, ni watu wengi hawaelewi kazi ya MCA ni nini. Watu wetu kabisa wengi, na si shida si wao. Shida ni sisi wote. Sisi wanasiasa na pia wananchi. Kwa sababu ukitaka kura, kwa mfano mimi wakati nilikuwa nataka kura, nilitembea hii ward yote nikiomba watu kura. Lakini kwa zile vikao nilifanya, kwa sababu nilikuwa ninapenda sana kufanya vikao za watu wachache kwa vijiji tunaongea. Sasa zile mikutano nilifanya nyingi, wananchi walikuwa wananiambia shida wako nazo. Ndio. Na walikuwa wananituma nikienda huko bunge nienda kutatua hizo shida. Na unajua kama nimekuja kwako nataka kukusikiza. Umeniambia shida zako zote. Ndio. Ukinipa nafasi ya kuongea, nianze kuongea maneno tofauti na zile shida zako, unajua ni ukweli hatuta connect. Yes. So kwa sababu ndiye mconnect na wananchi. So ilikuwa ukiambiwa shida ni maji, shida ni barabara, shida ni daraja, shida ni hospitali, shida ni kazi. Hizo ndizo vitu watu walikuwa wanataka. Sasa kwa mazungumzo yako lazima ukubali na wao ya kwamba hizi vitu nitazifanya. Ndiye waone ya kwamba una resonate na wao. Okay. Kwa sababu ukifika huko uanze kuambia, unajua mimi nimekuja kuomba kura, lakini kazi ninataka kufanya ni oversight. Kazi nataka nienda kufanya ni legislation. Kazi nataka niende huko kufanya ni representation. Yes. You will not connect with the people. Okay. Na kama huta connect na watu, itakuwa ngumu kukupatia hiyo nafasi. So ndio unaona mara nyingi wanasiasa ni ukweli huwa wanadanganya wananchi. Okay. Kwa sababu unasema utafanya vitu zenye hata hauna uwezo wa kuzifanya. Okay. Kimandate, kikatiba, hata uruhusiwi kuzifanya. Lakini kwa sababu hiyo ndio watu wanataka kusikia kwa huo wakati, inabidi unafanya nini? Unasema si kuwafurahisha, lakini ni kujaribu kuconnect na wao. Ndiye waone ya kwamba unaelewa pia zile changamoto wanafanya nini? Wanapitia. So most times hivyo ndio inakuaga. Na ndio sababu nakwambia sasa, kwa mfano hiyo yenye unaniuliza utenda kazi. Majukumu ya MCA ni 3. Okay. Kuwakilisha wananchi, kuhakikisha kwamba serikali iliyochaguliwa ya county government inafanya kazi, na kutengeneza sheria. Okay. Kwa hizo majukumu 3, hakuna hata moja ya kuchimba maji, hakuna ya kulima barabara, hakuna ya kujenga daraja, hakuna ya kujenga darasa ya ECD. Hizo zote hakuna. Hiyo ni kazi ya executive. Purely. Okay. Lakini sasa hata wewe si uko hapa. Unaweza enda uambie wananchi alafu wakupee kura. Hakuna mtu atakupatia. Hawezi wakakuelewa. Hawaelewi na hawakuelewi. So ndio nilikuwa nakwambia
Kama ni ile kazi wananchi ninafaa kufanya, mimi nimefanya naweza sema ni 80%. Ninaifanya vizuri sana. Huko assembly, maneno ya oversight nafanya vizuri. Hizo committee zenye niko ni ukweli ya kwamba huwa tunachangamka kuhakikisha kwamba tunaweka on toes the executive ifanye kazi inafaa kufanya. Okay. Ikifika kwa representation, mimi ninakuwa kwa ward, nasikiza wananchi, ninapeleka maoni yao. Ikifika maneno ya legislation, pia miswada yote ya bunge nao kuja huko, mimi hushiriki kuchangia. Okay. Na nafikiri nimekuwa vocal tu kwa maneno mengi ambayo yamekuja huko assembly, na hata sasa ninaandaa maneno mengi tu huko assembly. Kwa mfano tunavyoongea kwa sasa, niko na statement kama 10 ambazo ninapeleka assembly from next week. Okay. Kuna maneno ya employment, sababu hiyo ndiyo kazi yenye mimi nafanya. Watu wameandikwa kazi kwa hiyo miaka 3. Lakini ni ukweli ya kwamba mimi sijui nani ameandikwa, sijui watu wangapi wameandikwa kutoka kodi yangu na kodi zingine. Okay. Lakini najua kazi zinatangazwa, watu wana apply, hata watu wetu hapa Watakare wana apply. Saa zingine hawakui shortlisted, saa zingine wanakuwa shortlisted. Lakini hakuna clear communication kutoka kwa executive ama kutoka kwa hiyo public service board ambayo inatuonyesha watu wali apply ni 200, waliokuwa shortlisted ni 100, na waliopata kazi ni 50. That communication is not there. There is lapse completely. Na sijui sababu ni nini muhimu. So kuna statement ninapeleka huko assembly. Ninataka watu waambie tangu hii serikali ilipoanza ilishika mamlaka. Ndio. August 2022. Waniambia wameandika watu wangapi kutoka Tagare. Kutoka Tagare, kutoka Masaba, kutoka Nyamusense, kutoka ward zote za Migori. Okay. So ni information yenye nataka across the ward, the county. Nataka kujua kila ward imepata watu wangapi. Kwa sababu kwa mfano kuna kazi ziliandikwa juzi watu kama 400. Hesabu yangu ya haraka nilitaka Tagare watu wangeandikwa 10. Lakini pita zangu ninajua tu mtu mmoja mpaka kwa sasa. So sijui kama kuna wengine 9 wenye sijui ama ni mmoja tu alifanya nini? Aliandikwa. Okay. Nikisikiza huko Masaba nasikia pia kuna mmoja. Hapa Nyamusense nasikia kuna mmoja. Sasa hizo ni nafasi tulifaa tupewa 30. 30 chances. But information iko nayo saa hii ni kama ni watatu. But you see, I cannot talk with a lot of confidence about that kwa sababu sina data. Okay. So ndio nataka kuomba ile commission ya Public Service Board ituletee huko bunge, tuangalie venye watu wameandikwa kazi, tuone kama kuna usawa, tuone kama regional balance inafanywa, tuone kama Wakuria, Waluya, Wasomali, Wakikuyu, Wakisii, Wajaluo wenye wako katika hii Migori County wote wanapewa nafasi sawa ya kupata hizi kazi. Okay. Kwa sababu kisheria inafaa kuwa hivyo. Kwa hivyo hayo ni baadhi tu ya ile majukumu ninafanya. Na sio tu hiyo maswali niko nayo. Niko na maswali kwa kila department ya Migori County sasa. Nimefanya pia mabarua zenye ninapeleka huko assembly. Ninataka kila department maji nataka wanieleze zile kazi wamefanya Tagare ward tangu waingie mpaka leo. Department ya maji. So hii nina preempt, ninajaribu kuambia what they expect. Okay. So ninataka waniambie Tagare wametengeneza ama pesa ngapi wameallocate nimekuja Tagare. The same thing hiyo inaenda kwa department ya agriculture, department ya trade, department ya in short, in a nutshell, all departments in Migori County niko na statement yao. Okay. Wakiniambia what they have done in my ward. That is specifically for my ward. Kwa sababu nilikuwa nimeahidi wananchi ya kwamba ninafanya kitu inaitwa mid-term review. Okay. Mid-term review ni kuangalia utendakazi wa serikali. Kwa sababu tuliwapatia muda. Sisi tumekuwa tukiapprove budget wakienda kufanya kazi. So ninataka kuangalia na nitembea na wananchi tuwaonyeshe ile kazi hii serikali imefanya. Kuna watu wengine wanasema hii serikali haijafanya kazi. Inaweza kuwa ukweli ama
Lakini sasa hiyo report ikija, then tutakuwa unajua kuna vitu zingine pia hata hapa kwa ward zinafanywa na ujui. Kwa sababu kazi yangu najua si implementation. So there are so many things zinaweza kuwa zina happen behind my back. I'm not aware. But now I want them to bring that information so that I can share with my people as part of my oversight responsibility and as well as my representation responsibility. As part of representation, ninataka kueleza watu ya kwamba mlinituma huko na kwa hii muda mmenituma huko, haya ndiye maneno serikali imewafanyia. As part of my oversight, ninataka wanipee, then nitatumia hiyo kama kiegezo ya kutaka kujua, kwa sababu mimi niko na budget zote zenye tumepitisha. Kama zile vitu zote tuliweka kwa budget zimetekelezwa. Kwa hivyo ninaangalia, unajua kuna kitu inaitwa community project. Community project ni pesa imewekwa specifically for the ward. Ya kwamba mradi fulani ifanywe huko, mradi fulani ifanywe huko na ingine ifanywe huko. So wakati wanafanya hiyo response, nimewaomba ya kwamba wasegregate. Wananionyesha hii ni community project. Ilifanywa kwa audio yako bla 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 bla. Hii ni project zilifanywa na executive. Kwa sababu hata juzi nilisikia deputy governor alienda Radio Tokotane. Na akasema ya kwamba mimi niko na milioni 17 na nimeshindwa kuweka choo Mabera, alafu ninapiga nduru na niko na pesa. Sasa labda kabla mheshimiwa, katika hapa hii ya kwako wewe na deputy governor hasa imekuwa ikikimbia role sana, ambapo wananchi wanahisi ni bifu ama kuna sehemu ambayo mnaitofautiana ndiposa unainuka. Labda tuanze kwa namna hii. Deputy governor majukumu yake ni yapi ndani ya county? Kabla nijibu hilo swali, kwa sababu umenikatia sehemu yenye nilikuwa nataka kumake clarity ya kwamba ilisemekana niko na milioni 17 kwa miaka 3. Hiyo ni uongo. Kama unajua ndio sababu hayo ndio maneno yenye inafanya huwa ninashuku sana hata utendakazi wa huyu deputy governor wetu. Kwa sababu kama kwa serikali, yani deputy governor na hajui ya kwamba milioni 17 naongea sijapewa kwa miaka 10 hii mitatu imepita, then sidhani kama ni deputy governor. Kwa sababu mwaka wa kwanza hatukupata milioni 17. Mwaka wa pili hatukupata milioni 17. Sasa akianza kwenda kwa radio anadanganya wananchi ya kwamba ward tumeshinda tukipewa milioni 17. And for information, hata hizi milioni 17 wanasema nimekwambia kuna community project. Community project inamaanisha it is money imetengwa specifically kudeal na ward. So MCA na wananchi mnakubaliana zile miradi zinaweza fanya nini? Zinaweza fanywa kwa sababu kupitia public participation and what have you. Then mtu mwenye ana implement hizo community project bado sio mimi. Ni governor. Sio mimi, ni executive. Hakuna, unajua kuna watu wengine wanafikiria hii pesa mheshimiwa Mako anapewa hapa kwa ward alafu anaanza kuchukua kilima barabara, sijui anachukua na jenga ICD. That's not the case. Hapa ni pesa iko kwa makaratasi. Sisi kazi yetu unaweza sema project ifanywe huko kutumia wananchi. Waseme project fulani ifanywe huko, waacha maji ifanywe huko, waacha ECD jengwe, waacha bodaboda shed ifanywe. That's the only thing you can do. But mwenye anatangaza kazi ni executive. Mwenye anapeana tenda ni executive. Mwenye analeta mtu contractor kufanya kazi ni executive. Mwenye atalipa hiyo kazi ni executive. So there is absolutely nothing like kuna pesa mimi nimepewa yenye sasa deputy governor alikuwa anasema eti nimepewa pesa nimeshindwa kufanya. Na ya mwisho kabla nitoke hapo ndiye niende kwa swali lako. Unajua Mabera is a cosmopolitan town. Mabera is the headquarter ya Mabera sub county. Ukiangalia watu wanafanya biashara Mabera, si watu wa Tagare peke yake. Kuna watu wa Nyamosense, kuna watu wa Masaba, kuna watu wa Isibania, kuna watu hata kutoka Migori. All tribes ziko Mabera. Ukweli uongo. It's a big town. Na kama umepewa shilingi milioni 100 hivi, 1 million kwa trade. Sasa uko na Mabera, uko na Nyankore, uko na Nyangoge, uko na Ngisiru, uko sijui na wapi. Niko na soko mingi hapa. Hii milioni 1, mbona nichukue nipeleke Mabera kwenda kutengeneza choo? Yet Mabera yenyewe inakusanya ushuru ya pesa mingi yenye inashinda hiyo milioni 1, na executive pia iko na pesa yenye inafanya hizo masoko.
Si waache hii pesa nipeleke hata hapa Nyankore basi. Ama tupeleke wapi? Kugisingisi. Ama tupeleke Ngisiru. Angalau ijenge shed ya watu boda boda wajikinge, kwa sababu serikali haiwezi enda Ngisiru kwa sababu inaona hakuna kitu inapata huko. Lakini mimi niko na wananchi wanataka hiyo maendeleo huko. Hii ya Mabera kwa sababu executive pia wako na pesa. Wao ndio wanafaa kuchukua pesa wapeleke Mabera. Na ndio sababu ninasema mpaka leo, hata kwa hii budget tunafanya leo, mimi hakuna pesa na allocate hapo ya community project kwenda Mabera. Mabera lazima pesa itoke kwa executive kwa sababu wale watu wanalipa ushuru. Mabera ni sub county headquarter, lazima tupewe pesa ya kutosha. Milioni 1 yezi jenga hata choo Mabera yenye watu watatumia. Tunataka choo ya kisasa hata ya milioni 10. Okay. Yenye inatengenezwa mpaka iko na choo, iko na mabafu, iko na kila kitu. Sasa hiyo mimi milioni 1 hiyo naenda kutengeneza kwa nini? Na hiyo yenye yezi tosha. So ndio nakwambia, you see now, maji, maana hata ya maji unaambia eti mheshimiwa weka pesa ujimbe maji Mabera. Hii milioni 2 na yazaje weka Mabera kujemba maji bwana. Mabera ni soko kubwa. Tunataka governor allocate huko milioni kama 20 ama milioni 30. Maji Mabera iwekwe, maji tumike kwa watu wenye wanaishi Mabera kwa sababu ni watu wengi, na pia wanapeana kura, wanalipa ushuru. Wana haki ya kupata hizo pesa. So wasitake kubelittle Mabera, ionekane kama ni kasoko kadogo. In fact, wakati walikuwa wanapeana municipality, unakumbuka nilikuwa vocal sana. Wakati municipality ilikuja ya kwamba Mabera ikuwe among towns zenye ziko under the municipality. Wao sasa saying so kwa sababu nilijua kuna pesa. Hiyo pesa ndio tulitaka ikuje itengeneze soko ikuwe mzuri. Bali si walikataa. Huyo deputy governor unaniuliza kama niko na personal problem na yeye. Si alichukua akasema iende tu kwa haraka. Watu tu kwa haraka kuna hata soko. Ushaifika kwa haraka? Nakuuliza wewe ushaifika kwa haraka? Unaweza compare kwa haraka na Mabera? So unaona vitu kama hizo. Sasa tukianza kuongea watu wanafikiria labda sisi sijui tuko na nini, sijui tuko na beef. Hakuna story na beef. Ni maneno tunaongea ya uhakika. Lakini kirudi kwa swali lako, mimi Daktari Mahiri ni rafiki yangu. Hatujai kosana na yeye at personal level. Hamjai tofautiana popote, labda kwa meeting ambaye yako na nyinyi, ama labda mkapitana tu sehemu mkaongeleshana vibaya ndio maana umeinuka? Hatujai pitana na yeye kwa mkutano yoyote, kwa sababu mimi ninaheshimu viongozi na yeye pia nafikiri anaheshimu viongozi. Yangu yenye ninafanya ni hiyo kazi yenye wananchi walinipea yenye nimekuambia ni oversight. Okay. Na among the people yenye nina oversight ni governor, deputy governor, CCs na chief officer na kila mtu mwenye anafanya kazi under the executive. Na singeanza kuongea kila mtu wakati mmoja. Kwa sasa umeanza na deputy governor. Nilianzia hapo kwa deputy governor. Na yeye ndiye alinialika, ndiye nianza na yeye. Kwa sababu ukisikia deputy governor anasimama na kuambia kuna sehemu zingine anafikiria barabara haziwezi limwa kwenda. Kwani hao watu si wananchi? Mheshimiwa, umesema kwamba kuna vitu ambavyo vinapaswa vifanywe na executive, whereby you mean governor ndiye anapaswa afanye. Ndiposa nikauliza kwamba role ya deputy governor ndani ya county huwa ni ipi? Tukisoma katiba na wewe, niko na katiba hapa. Okay. Ukitaka hata tunaweza soma. Kwa sababu kazi ya deputy governor iko very clear kwa constitution. Ili tutoe hiyo pia kelele watu wengi wanasema ni kama hatujui responsibility ya governor. Unaona ile majukumu yenye governor ako nayo. Yale majukumu ya governor yote yenye anafaa kufanya, deputy governor anaweza zifanya pia. Kwa sababu deputy governor anafaa ni msaidizi. Hivyo ndivyo katiba imemweka. Ni msaidizi wa nani? Wa governor. Wa governor. Akiwa msaidizi wa governor inamaanisha anaweza fanya majukumu yote ya governor. Endapo governor hatakuwepo. Governor hatakuwepo. Wakati governor ako anamuassign responsibility. Governor anamuassign responsibility. Governor na mratibu yeye. Ndio hiyo sasa. Kwa hivyo na kwa sababu umeona nimeshika deputy governor sana. Wewe ninaonaga unakavaka hata events zao. Yes. Mara nyingi ukisikia deputy governor wetu amechukua na kipaza sauti akiongea, yeye hutuambia governor ni rafiki yake. Governor anamsikiza. Governor anamconsult.
Sasa inamaanisha hakuna kitu governor anafanya yenye deputy wetu hajui. Ndio tunataka tutembee pole pole. Hakuna. So kama hakuna, sasa kama hakuna, mimi nikisema ya kwamba shida tuko nao hapa kule ni kwa sababu ya deputy governor, nimekosea wapi? Kwa sababu ndiposa wananchi wanataka kufahamu. Nikianza hiyo role ya deputy governor ambazo umezitaja ukiwa unaziangalia kwa katiba, nilikuwa angalia pia na mimi nikawa naangalia kwenye hiyo katiba, nikaona ya kwanza inasema kumsaidia governor kutekeleza majukumu ya serikali ya county, kuchukua nafasi ya governor endapo governor hayupo, ikiwa na maana kwamba kama governor ameugua ama nafasi hiyo ipo wazi, deputy governor anaweza kukaa pale na kuratibu shughuli za idara mbalimbali za county kwa niaba ya governor. Lakini pia kushiriki katika mikutano ya baraza la mawaziri wa county. Na kingine ni kwamba kusaidia katika utekelezaji wa sera na mipango ya maendeleo ya county. Na ya mwisho kuimarisha uhusiano kati ya serikali ya county na wananchi. Umezisema vizuri sana. Hizo ulikuwa unasema za governor ama za nani? Hizo za deputy governor. So what is your question? So my question ilikuwa tu nijue hizo roles. Then sasa question yangu inakuja namna hii. Inakueje unatuma lawama kwa naibu wa governor na ili hali vitu vyote ambavyo unapaswa kutendewa unavijua kwamba vinapaswa vifanywe na governor? Hebu soma majukumu ya governor. Kwa sababu uliyosoma ni majukumu ya deputy governor. Hebu tuambie majukumu ya governor ni gani? Acha niangalie kwa katiba. Fungue katiba yangu huko. Niangalie majukumu ya governor. Tukiwa tunazidi kuendelea vizuri. So ukiangalia wakati unaangalia venye tu umesema vizuri ya kwamba umetusomea katiba yangu imeshafunguka. Kwa majukumu ya governor, jambo la kwanza ni kiongozi wa serikali ya county. Ambapo kuwa kiongozi manake governor ndiye mkuu wa serikali ya county na anahakikisha utekelezaji wa katiba, sheria na sera za serikali ya county. Kingine utekelezaji wa sheria na sera. Kusimamia utekelezaji wa maamuzi ya bunge ya county. Ambapo ndo pale umesema kwamba mnaenda assembly na mnaweka kila kitu, budget tumepitisha, yeye ana make sure kwamba amesimamia utekelezaji huo. Lakini pia kuweka sera za maendeleo na kuhakikisha utekelezaji wake. Jambo lingine ni usimamizi wa rasilimali za county, ambazo ndio sasa zinaleta shida sasa hivi. Rasilimali za county ambazo wewe unahisi kwamba jamani Tagare, kwa sababu nimeangalia hata umetupa nafasi ukakuta una kiongozi mmoja tu pale umetupa ukatuonyesha jamani kwingine kuna 7, kwingine kuna 5, kwingine kuna 6. Jamani huku tu Tagare tuna 1 na ukaona kwamba umebaguliwa. Okay, hayo majukumu uliyosoma ya kwamba ndiye ya governor, hayo ndiye majukumu pia katiba imesema deputy governor ni msaidizi wake kwa hayo majukumu yote. Sio mimi nimesema, ni katibu uliyotusomea ya kwamba deputy governor ni msaidizi wa governor. Kwa hivyo kwa yale majukumu yake yote yeye ni msaidizi wake. Na nikakwambia yeye ndiye namba 1 advisor wa nani? Wa governor. Wacha turudi kwa upande wa hizo kazi unasema. Hata silalamiki ya kwamba Tagare tuko na nafasi moja. Ninasema sub county ya Mabera as a whole ambayo iko na ward 3 iko na nafasi 1. Okay. It's not about Tagare. In fact, kama ingekuwa maneno ya Tagare hata ningekuwa najipigia makofi kwa sababu mimi niko na chief officer kwa ward yangu. I have a chief officer. But I'm speaking on behalf now of Mabera sub county. Na kwa sababu gani ni kurudisha hapo, ni kwa nini nafikiria deputy governor ndiye shida? Nimekuambia ni kwa sababu yeye akishika kipasa sauti anatuambia venye anafanya kazi vizuri na governor. Kwa hivyo inamaanisha haya majukumu ya governor anayofanya ambaye deputy governor ni msaidizi wake wanafanya kwa pamoja. Labda la pili, hizi kazi zilipeanwa kwa sababu focus yangu ilikuwa kwa mawaziri na chief officers. Yes. Ukiangalia hizo kazi ambazo zimepeanwa, nilipeana mfano ya kwamba Kuria West sub county iko na nafasi 7.
na Mabera sub county iko na nafasi moja. Deputy governor wetu anatoka hapo. Ukweli uongo? Kweli. Sasa kama deputy governor ako hapo na ako na nafasi 7 na huyu deputy governor anatuambia yeye na governor ni kitu moja, governor anamsikiza, mbona utaki niamini ya kwamba yeye ndiye alini-influence hizo nafasi 7 zikaenda kwenye natoka? Wakati deputy governor anasimama mbele ya watu, anashika mic, anaambia governor ya kwamba unajua governor, mimi siku hizi ndiye secretary wako. Mimi ndiye ninaandika zile miradi zote zinafanywa katika hii county. Na ninajua zile miradi zote tumepanga. Na Nyarobiro Road haikuwa moja ya zile miradi tulikubaliana zifanywe Migori County. Na ninakuomba uende uambie waziri wa barabara, hii barabara Mheshimiwa Mathias ameleta ya kwenda Nyarobiro itolewe hapo iende kwenye ilifaa kwenda. Mbona hutaki nikubaliane na yeye ya kwamba shida ni yeye? Mbona unataka niongee maneno ya gavana? Kama anaweza simama mbele ya watu aombe gavana tukisikia ya kwamba barabara ya kwenda Nyarobiro haifai kulimwa, tukisikia anamwambiaka nini wakati wako wawili? So labda niulize, barabara ya Nyarobiro iko kwa serikali kuu ama iko kwa county? Barabara ya Nyarobiro ni barabara ya serikali kuu. Ni barabara iliyokuwa imeombwa na Mheshimiwa Mathias kutoka kwa president ilimu. Walienda delegation kwa president. Unajua mkienda delegation mnaenda siku hizi walikuwa wanaenda kama county. Yes. Governor ana lead hiyo msafara, deputy governor ako hapo, wabunge wote wa Migori wako hapo, na za zingine naona wamekuwa kampani hata na chief officer. Okay. Wanaenda huko wana make requests. Sasa kwa zile requests waliweka, hiyo barabara ya Nyarobiro ilikuwa moja yao. Yenye president alikubali. Yenye sasa Mahiri anatuambia haifai kulimwa kwa sababu inaenda Nyarobiro. Na kuna audacity ya kuuliza watu eti Nyarobiro nini iko huko, nani anaweza enda hata Nyarobiro? Na unahisi kwamba hiyo barabara, kuachana tu maneno yenye deputy governor ameongea, unahisi hiyo barabara ya Nyarobiro governor ana uwezo wa kuidivert isilipo kama venye ilikuwa imepitishwa serikali? Unajua my friend, hii ni siasa. Ndio. Na siasa kama unaielewa vizuri, na ukumbuke huyo mwenye alikuwa anaomba aache ni minister wa barabara. Ndio. It is a powerful position. Na waziri wa barabara haezi kosa kusikiza governor. Okay. Unajua hata mimi hapa kwa ward tukiweka mradi alafu niende niombe governor, tafadhali nilikuwa nataka hii mradi zifanywe hapa governor, naomba ibadilishwe iende huko, governor atanisikiza. Mbona unafikiria minister hata sikiza governor wakati ataenda kumwambia toa hii barabara Nyarobiro na upeleke kwenye Mahiri anataka? Atamsikiza. So hiyo ndio ulihisi? Si ndiye nilihisi, hiyo ndiye maneno inafanyika. Kwa hivyo kama hatungejitokeza kimasomaso kukemea hili jambo, hiyo barabara haingelimwa, na hata mpaka sasa hatujui kama italimwa. Kwa sababu kitu hatuko sure, kama na hajaisimama atuambie kama alienda kwa minister akamkataza ama hajaenda. Kuna wakati ambao naibu wa governor ameweza kufanya mahojiano, nadhani unamfuatilia kwa ukaribu sana, na akawa amedai kwamba jamani, huyu ndugu kama angelikuwa na utofauti, basi kuna sehemu ambapo sisi kama viongozi tunakutana na tunazungumziana pale. Before aje kwa wananchi ama kuweka vitu kwa mitandao, angelikuja pale azungumze. Nadhani ulimsikia kwenye mahojiano yale. Nini unahisi kwamba ilikupelekea uamue kuzungumza wazi bila kuenda katika bodi ambayo ya viongozi mnakozungumzia? Okay, na kurekebishana. Hiyo interview yake sikusikiza. Sijasikiza hiyo kabisa. Labda ilinipita, sijasikiza hiyo. Lakini kama alisema hivyo nitasema hivi. At my capacity kama MCA wa Tagare, sina uwezo ya kuita mkutano ya governor, ya deputy governor. Mimi siwezi ita watu wakuja mkutano yenye mpaka deputy governor hako. Viongozi ambao tuko. Mtu mwenye akona mandate ya kuita mkutano kama huo ni deputy governor mwenyewe. Yeye ndiye senior most politician hapa kwa county. Sasa kama kuna mtu alifaa kutuita ni yeye. Okay. Lakini nataka uulize yeye mara ya mwisho, siku mtakutana na yeye kwa interview ama kwingine, uuliza yeye mara ya mwisho aliita mkutano ya viongozi wa kule ilikuwa siku gani? Okay. Kwa sababu nakumbuka mara ya mwisho niliattend mkutano ya Mahiri yenye alikuwa ameita viongozi ni wakati nilikuwa napiga kelele kwa sababu ya municipality. Walitengeneza municipality wakachora mipaka hiyo yenye nimekuambia yote, akapeleka kwa Keharaka na eti akachukua tu eti kwa Keharaka, Ikerege, Kehanja
eti hiyo ndiye municipality ya Kihanja peke yake na Kurutiangi. Akawa ametoa hizi sehemu zingine zote. Wakati nilipiga kelele kuhusu hiyo, ndiye alituita mkutano kama MCA. Tukaenda huko. Tukamwambia, hii maneno sisi tukubaliani nayo. Tunaomba kwamba tukae chini, tukae na watu wetu tukubaliane. Municipality Kuria tunataka 2. Sasa hii ya kwanza tuone venye tunaigawa, such that hiyo ya pili kikuja, tuwe tumemaliza Kuria yote. Ama uache kwa sababu tumepata moja, wacha ishike Kuria yote basi. Sisi wote tufaidike na hii municipality. Alafu ile ingine ikikuja tutatoa. Tuambia hapo sijui alipiga hata story gani. Mheshimiwa nimewasikiza, wacha nitapanga, tutakutana for follow up meeting. That follow up meeting has never happened up to date. It's on record. Niliandika mpaka kwa ward nikimuuliza deputy governor, mkutano tulikuwa tukue na follow up. What happened? And I remember maneno ya municipality ilikuwa hiyo miaka ya kwanza 2023 huko. Since then, mimi sikumbuki siku nyingine na deputy governor ametuita mkutano na kama iko produce evidence. The other time tulijaribu kwenda kwa ofisi yake, ilikuwa mimi, Mheshimiwa Machumbe na Mheshimiwa Clarkson na Chief Nicholas. Tulienda kwa ofisi yake tukue na mkutano kwa sababu tulikuwa tunafikiria kwamba watu wa Mabera sub county kuna vitu tunataka tusaidie kupush. Do you know what happened? Tulienda kwa ofisi ya huyo jamaa. Tukakaa hapo like 2 hours. Kama kwa ofisi yake kwa boardroom na hakutupea nafasi ya kumuona. Ikabidi kwa sababu pia tuko na responsibilities zingine. Tulikuwa na assembly, tukarudi sisi assembly. Tukaacha hao wengine. Tukaenda tukafanya vitu zetu, tukakubaliana sasa wacha turudi sijui saa 6. Tukuje tuone deputy governor. Tukarudi. Kukuja bado ile mkutano alikuwa nayo alikuwa amemaliza, amekaa mwenyewe kwa boardroom. We again sat there for a whole hour. Tukingoja deputy governor to usher in kwa meeting. Unajua hakutuasha in. Ilibidi tuingie kwa ofisi yake. Ushaisikia tuliingia kwa ofisi yake kwa fujo. Sisi MCA wangapi? 3. Tulipofika huko, tulipata huyu jamaa ana watch video za TikTok kwa simu. Yaani sisi tumekaa kwa boardroom tunangoja kuja mkutano, yeye ako busy na watch TikTok. Alafu anakuambia eti hajatuita mkutano. Sasa in fact we are very disappointed. And that is how we left that meeting. We have never had any other meeting. Mahiri ni mtu mwenye hata ukipigia simu hashiki. Unampigia simu hashiki, anakuja hata kwa ward yako, anakuja kutembea kwa ward bila hata kukuambia, hata hana program anakuja tu kupiga picha. Ukijaribu kutaka kumengage, mheshimiwa nimesikia utakuwa umekuja kupiga picha kwa hii ward yangu. Hizi picha unapiga ni za kufanyia nini? Hashiki simu. Hakualiki. Hataki eti anatumia clerks wake kwa ofisi ndio wanatuengage. Sisi uwezi mpigia simu ashike, you see that kind of that's not leadership. So hizo ndizo vitu zenye zimefika. Unajua sasa ulikuwa umeuliza, so umepigia mtu simu amekataa kushika. Umejaribu kwenda kwa ofisi yake amekataa kukupea audience. Nakumbuka kuna siku nyingine nilienda kwa ofisi yake, ananikalisha hapo like 1 hour. Alafu anaona watu wengine wanaingia, mimi naambiwa ngoja. Alafu wakati anatoka ikifika muda wangu niingie, anatoka, tunakutana hapo kwa mlango, ananiongelesha akienda akiniambia kuna haraka sana nimtafute siku nyingine. Honestly, how can you engage such a leader? Labda unahisi enda na tatizo ama ni wale ambao wanaomzunguka ndio wapeleke taarifa kwamba jamani kuna MCA yuko hapa amekuja kukuona? Ingekuwa watu wake ndiye shida, si alinipata basi, alipotoka alinipata hapo. Si angespea hata dakika moja ongea na mimi. Si angespea dakika moja ongea na mimi. Ametoka amekukuta na tayari ameshatoka, huenda ameitwa na bosi wake na akamwambia ndio huyu niko njiani, akakutana na wewe. Ndio nauliza, unahisi watu waliomzunguka ndio walikuwa wakupe taarifa, wampe taarifa vizuri, yeye ndiye atakuwa na shida ama hawa? Hiyo sasa maneno venye ofisi yake inafanya kazi siwezi ingilia. Okay. Mimi hiyo siwezi jua. Lakini kitu najua, alijua niko hapo, nilikuwa nimemwambia ninaenda hapo, nilikuwa nimemtext niko hapo na ngoja, anajua. Hao watu wake pia anajua alipeleka ujumbe niko hapo. Na kama hakufikisha basi hiyo mimi siwezi ingilia, lakini alijua. Na ndiye nimekuambia hata kama ameitwa na bosi yake, amenipata. Hiyo katasi ya kwamba huyu jamaa amekaa hapa for 1 hour, si angepeana hata sekunde 18 niongeleshe. Governor ndiye anateua naibu wake. Na wewe umedai kwamba jamani huyu lazima aende nyumbani.
mbona usingeweza kusema una impeach governor na naibu wake? I think ufuatili maneno yangu. Mimi nimesema categorically ya kwamba zile shida nilikuwa ninaona zilikuwa nimealikwa na deputy governor kumuongelea. Nimekwambia yeye ndiye amenialika. Sikujialika, alinialika. Ambapo kweli wa mambo vitu hivi havijafanyika kwa sababu ya kiongozi wake. Yeye ndiye anafaa sasa kuniambia. Unajua nimekupea mifano halisia, mifano hai ya yale maneno deputy governor amesema. Na unaziona na si maneno na unazisikiza. Zingine unazikava hata uko nazo. Sasa kama anaona kwamba ninamuaccuse unfairly, si ajitokeze aseme. Na kama naogopa kusema mbele ya watu, si aniita niambie, mheshimiwa, unajua hii shida si yangu, acha sasa nikwambie ukweli. Aniambie, mimi akiniambia, kwa sababu nimesema hapa mimi hata impeachment, kama gavana ataingilia kutaka kutetea Mahiri, mimi basi wataenda na yeye. Tumeona mara mwisho kwa sababu nilisema hivyo, nilisema na bado hapo ndiye niko. Hata walijaribu kuita wa MCA kwenda Kisumu. Mimi nikasema hiyo bado haina shida. Lakini nimesema yule mwenye atataka kusimama mbele ya kutakia watu wetu haki, huyo pia sisi si rafiki yetu. Sasa lazima gavana atangaze msimamo. Yeye achague kati ya sisi na Mahiri ni nani anataka. Kama ni kura ya Mahiri anataka akae na yeye, kama ni kura ya Wakuri anataka arudi kwetu, kwa sababu sisi tulimpea Mahiri na sisi tumekataa nani? Mahiri, sio mimi. Kwa sababu kwa engagement zangu na wananchi zenye unaona na tunaendelea. By the way, hii engagement inaendelea, haisimami hivi karibuni. Okay. Hii engagement tutaendelea nayo. Hata leo tunaenda hapo Masaba. Umesikia mheshimiwa huko anasema wao hawana shida, hawataki eti wananchi hawataki. Ninataka kwenda huko nisikize wananchi wa huko wenyewe. Kwa sababu hii ni engagement tutaendelea. Asante mtazamaji, baada ya kutoka break fupi, karibu sana ndani ya dawati la siasa nami Hezron Marwa. Unaweza ukatufuatia kwenye mitandao yote ya kijamii. Kama unatumia YouTube ni Pure Africa TV, subscribe, lakini pia Facebook ni Pure Africa TV na Pure Africa Radio 88.7. Make sure kwamba umetufollow, na bila kusahau unaweza kutembelea kwenye ukurasa wangu wa Hezron Marwa, napo utaweza kupata dondoo zote za mitandao pale tunapoachia kwenye mitandao yetu. Mheshimiwa, yes. Leo tumekufuata na haswa tulikuwa tunaangalia, jamani, napeleka motion katika dawati lile la assembly, naenda pale kuweka hii kitu mbele kabisa na tukaizungumzie. Na katika kikatiba nasikia kwamba nyinyi ndio mko assembly, unaweza kutusaidia. Before weke motion kwenye desk, labda ni hatua gani na gani huanza? Process ya impeachment iko kwa kikatiba. Na labda kabla niseme hivyo, ningependa pia kuiweka wazi. Unajua kuna watu wanafikiria labda ni malice ama sina sababu za kutosha ya kutoa deputy governor katika kiti. Bali nataka kuiweka pia wazi ya kwamba katika zile responsibility 3 nilikuambia tuko nazo, oversight. Hii maneno ya impeachment iko under article 181 of the constitution. Okay. Na katika standing order zetu, standing order number 61 inapeana process na procedure on how you can impeach a governor or a deputy governor, for that matter. So kitu ya kwanza lazima mtu apatikane mwenye ana front your motion. Kwa mfano sasa ni mimi. Okay. Nafaa kutafuta members wenye watanisainia a third of the total number of members, ndio motion yangu iende assembly. Ninafaa kuwa na grounds za kuimpeach huyo governor na deputy governor. Na kwa sasa hizo grounds mimi niko nazo. Okay. Baada ya kwenda huko unapeana, speaker akisha approve napeana notice, alafu wanapeana 7 days. Siku 7 ndio hiyo motion ikue debated assembly. Kwa hizo siku 7 tunaweza sikiza huyo deputy governor, kwa sababu committee itaformiwa yenye itasikiza yale madai ninatoa, na deputy governor atapewa nafasi ya kuja kujitetea.
kwa hiyo committee ama kwa plenary, wanaweza amua kwenda the whole house. So atakuja hapo atajitetea. Kwa hivyo ni process yenye si witch hunt. Ni process yenye imetengenezwa vizuri kwa sababu unajua lazima upewe nafasi ya kujitetea. Okay. Na kwa hivyo mimi sioni hata kwa nini watu wanalalamika sana, kwa sababu hiyo wakati ikifika nafasi itapeanwa. Deputy governor ataitwa, ataandikiwa na speaker wetu, aambiwe madai yako ni haya na haya na haya, jitayarishe ukuje ukutane na assembly ujitetee. Alafu tutakutana Kisimbani mimi na yeye huko sasa. Sasa mtakutana. So hiyo process iko overboard. Na ndio sababu ninaomba hata waheshimiwa, kwa sababu kazi yetu, mimi seti niko na kazi tofauti na wao. Kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba resources za county zinatumika vibaya, vizuri, hazitumiki vibaya. Kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba watu waliotuchagua tunawawakilisha. Na kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza sheria ambazo zinasaidia watu wetu. Na sasa hiyo ndio ninapeleka. So sioni kwa nini watu wanaogopa. In fact, nili expect MCA wote wanisainie hii karatasi kwa dakika 2. Kwa sababu ni responsibility yetu ya kufanya, tumechaguliwa kufanya hiyo. Okay. Hakuna haja ya intimidation, hakuna haja ya kuogopa, kwa sababu tunafanya majukumu ambayo tumepewa kisheria kufanya. Unajua jambo mbaya ni kama ile wananifanyia sasa mimi. Wanajaribu kutisha mimi, wanajaribu kuhonga wengine. Unajua hiyo ndio mbaya. Lakini hii ya kuvenye mimi ninafanya, it is a due process. Na you see, if we don't have evidence, then Mahiri will counter na he will be exonerated. Na kama ni ukweli ataanguka Kisimbani, so be it. So it's up to him to prepare his defense against what I have. So hiyo process ndio nimekwambia, umeona ni process yenye si kitu yenye unaweza fanya hastily. Okay. Ni kitu yenye lazima upeleke huko, clerk receive, lazima ni clerk atai receive, verify how watu wamesign, uko na grounds. Lakini si kazi yake, si kazi ya clerk kusema grounds zina meet ama hazimit, hiyo si kazi yake. Okay. Alafu pia si kazi ya speaker kuamua kama hiyo motion itaenda ama haitaenda. Kazi yake ni kufacilitate the process. And that's why unaona watu wengine wanajipiga kifua ya kwamba hii motion hakuna kwenye itaenda, itazimwa. Motion yangu haiwezi zimwa. Kwa sababu ikizimwa, huyo mwenye ataizima lazima nipatie grounds in writing kwa nini amezima motion yangu. Speaker hana power yoyote ya kuzima motion yangu. Clerk hana power yoyote ya kuzima motion yangu. Watu tu wako na power ya kuzima hii motion ni members of county assembly during debate. Na hapo ndo nitaka kukuuliza wewe kama MCA ambayo umewekwa pale na chama cha Jubilee. Na ukiangalia ndani ya county ya Migori, chama ambacho ni majority leader ni ODM. Na katika historia hatujaiona hiyo idadi chache ikiwa na mngoa mtu kwenye serikali. Unahisi kwako itakuwa rahisi? Acha niweke vitu into perspective. Chama cha Jubilee hakitaki kuondoa deputy governor kutoka kwa kiti. Ndio. Chama cha Jubilee hakijanituma kutoa deputy governor kwa kiti. Mimi sijatumwa na Jubilee kwenda Migori Assembly. Nimetumwa na watu wa Tagari. Watu wa Tagari ndio walinipigia kura. Ningekuwa Wiper bado wangenipigia, ningekuwa hata ODM wangenipigia, hata ningekuwa independent wangenipigia. Kwa hivyo maneno ya chama hapa hakuna uhusiano wowote na maneno ya chama. Kwa hivyo siendi huko kama mtu wa Jubilee. Ninaenda huko kama mwakilishi wa watu wa Tagare. Na nikishachaguliwa kama mwakilishi wa Tagare, by extension niko na interest na watu wa Migori County as a whole. Okay. And therefore hata wale MCA tuko nao huko, whether Jubilee, whether Wiper, whether ODM ama wako PPK, responsibility yao ni kama yangu. Okay. Whether umeenda kama majority, umeenda kama minority, responsibility yako namba moja ni kuhakikisha kwamba you have the fidelity to the constitution na wananchi waliokuchagua. Na yale ninayo raise, swali unafaa kuniuliza, is it the responsibility of the county assembly to make sure ya kwamba public resources are utilized properly? Is it the responsibility of the county assembly kuhakikisha ya kwamba wakati kazi zinaandikwa they are distributed fairly?
Is it the responsibility of the county assembly to make sure kwamba development zikifanywa hakuna sehemu inapaguliwa? If the answer is yes, then all MCAs are supposed to rally behind this issue so that we get to the bottom of the issue and be sorted once and for all. We have seen there is a lot of things. I think due to time we might not tackle everything. But recently we have seen what you are raising about even Karamu, about Getonganya industry. Na tukisikiliza pale Getonganya wanasema kwamba jamani, kila kitu kiko salama, ijapokuwa county haifanyi biashara. Inahitaji wawekezaji ili waweze kuendesha hiyo mradi uliowekwa pale. Kwako unasemeje? Nikijibu hilo swali hivi, kuna watu wamenibrand saa hii ya kwamba mimi ninataka kuanzisha vita kati ya Wakira na Wagumbe. Ningependa kuiweka wazi kwa sababu hivyo ya kwamba wakati ninaongelea, unajua my first line mimi ni Tagare. Okay. Watu wa Tagare ndio walinipea nafasi. Sasa watu wenye ninatetea namba moja ni nani? Ni Tagare. Baada nimetoka Tagare, ninakuja kwa sababu county yangu yenye inaitwa Mabera sub county. Baada nimetoka Mabera sub county, ninaweza ongea maneno ya Kuria. Baada ya kutoka Kuria, tunaweza ongea sasa maneno ya county. Okay. So ukiangalia wakati hii maneno ninaongea, focus yangu kubwa, nimekuambia hata ninapeleka vitu kuhusu maneno ya watu wa Tagare kama 10. Bali kuna zingine niko nazo kama 3 zenye zina touch maneno sasa outside Tagare ward. My ward yenye zinashika maneno ya, niko na motion, of course niko na motion ya Karamu, that is true. Niko na petition ya Getonganya, niko na motion ya kuhusu Kehancha municipality, but they have a motion also ya Kehancha municipality. It is within my mandate as an MCA to do that work. Okay. And I'm doing it on behalf of my people. Na ni ukweli ya kwamba Karamu, kichinjio ya Karamu, by the time serikali ilikuwa inaingia kwa kiti, hiyo kichinjio ilikuwa imeisha. Everything had been done. The only thing yenye ilikuwa ina remain huko ni maji. Maji ambayo Mheshimiwa Machumbe kupitia community project ameallocate pesa na ikatengenezwa. Saa hizi iko. Sasa ile sababu inafanya hiyo kiwanda haifanyi mpaka leo. Unajua hatuelewi. Hiyo yani hata sijui Mosenda anaweza tuambia nini honestly. Mpaka leo kwa nini? Kwa sababu ndio hiyo kitu iweko hapo. Kuna feasibility ilifanywa hiyo wakati. Waka-assess, walijua the game plan ni nini mpaka the outcome. Nakumbuka 2013 wakati Ruto alikuja kutafuta kura kikampeni hiyo, wakati akitaka kuwa president kabla kuwa running mate, nilipata nafasi Mabera kuongea na nikasema ya kwamba ng'ombe mingi zenye zinachinjwa hii Kenya, a good number zinatoka hapa Mabera, lakini hizo ng'ombe zinabebwa kwa lori zinaenda wapi? Nairobi. Tunataka ng'ombe hizi zote za Mabera zichinjiwe hapa Mabera, ndio watu wetu wapate nafasi, kwa sababu wakichinja hizo ng'ombe zote hapa tutapata nafasi ya watu kuandikwa kuchinja ng'ombe, hide zitapata kazi, as in there will be a lot of job creation. Once that one happens, ita improve hata quality ya ng'ombe zenye tunafuga hapa, kwa sababu maisha ya watu ita improve. Bali unaona sisi tunabeba ng'ombe, tunapeleka, wanabeba wakipeleka wapi? Nairobi. Tunataka sasa watu waanze kubeba nyama kutoka Mabera zikienda wapi? Nairobi. Lakini si kubeba ng'ombe wakipeleka. It is possible. And are you aware that right now Karamu is working? I'm not aware. Is it working? Yeah, I've seen when were you there last? A clip of no, when were you there last? My friend, ili Karamu iwork, first responsibility ya gavana anafaa kufanya na huyu mwaziri Mosenda, the first one, ile vichinjio iko Migori town yote ifungwe yote, na wa divert hiyo watu wote wakuja wapi? Karamu. So that's the first responsibility. Yes, that's what they can do. That's the honorable thing they can do. And for Getonganya to work, because I've heard that they have the kind of viazi ambavyo vinapaswa kupita pale si viazi ambavyo tunatumia vya kawaida. Sasa kama si viazi ya kawaida, nani alifaa alete hiyo viazi vingine? Ndiye wakuje tupate partner kutoka Europe
wakuje waweke mashini, wajenge hii kitu. I think the first thing kabla uweke kiwanda, as a responsible person, the first thing you do is look for the raw materials. Hata hii kiwanda ya ng'ombe, hii ya kuchinja ng'ombe tunasema ya Karamu. Unajua ni mnada ya Mabere ilifanya ikawekwa hapa. Ama ujui? Kwa sababu raw material ni ng'ombe na zilionekana ziko hapa. Ndio hii kiwanda Ketonganya ikuje hapa. The first responsibility walifanya, waliona hapa kwetu watu wanalima viazi. That's why walikuja hapa. Na ndo swali nakuja kwamba so kama ile mbegu county ifanye biashara, hawana kusema kwamba wana pesa ya kununua viazi kutoka kwa mkulima ili viweze kutengeneza hizo ngano na kila kitu ambavyo kama kiwanda ilivyoandaliwa. Sasa huyu mwekezaji labda kama members of assembly na ukiwa ambayo miongoni mwao, hamjaifikiria namna gani mnapata wawekezaji? That is a tired. Ushaisikia tired argument. That is a very tired argument from a very tired person. Whoever is advocating for that as an excuse why Ketonganya is not working, he is so tired that he is supposed to be resting at home, not being in the public office. Because if that was the case, then why was the government investing? Why did they waste it? Why did they waste? The industry of Ketonganya was invested by the former government. It doesn't. Government are perpetual. I don't know whether you know what it means by being perpetual. Government are perpetual. It doesn't matter who was there. Ile kiwanda si maneno ya bado. It is government project. County government of Migori project. It doesn't matter whether ni Ochilo wako ama ni nani atakuwa baadaye. Public money has been invested there. Feasibility study was done. Everything, and ikaonekana ya kwamba kiwanda inaweza jengwa, wakatafuta donors, wakaleta, wakaweka pesa yao hapo, pesa ya huyo donor ikakuja, tukainvest hapo pesa, mpaka saa hii kuna pesa, watu wanalipo mishahara, wanakaa hapo wakilinda hapo, alafu na niambie that the government does not do business. So why are they wasting our money? Why are they wasting our resources? That's what I'm telling you. Whoever is advocating for such kind of an argument is so tired. So tired that wananchi sijui anafanya na yeye nini kwa ofisi mpaka leo, as tired as he is. Kwa sababu mind yake inamaanisha is so tired. Anafaa kupumzishwa, akae nyumbani. Tupate mtu mwenye anaweza fanya kazi. Mheshimiwa, tetezi zingine ni kwamba uliweza kusema jamani, kila awamu na ratibu na naeka budget na budget inatengwa kwa ajili ya 1, 2, 3, lakini hatimaye mwisho wa siku pesa inanyafuliwa na department ya trade, hatujui penye wanapeleka. Maneno ya Mabera. Hiyo ilikuwa maneno ya Mabera nilisema. Na nimekuambia huko mara ya kwanza ya kwamba ni kazi na responsibility ya county executive ikiongozwa na Waziri Betty Samburu. Ya kwamba wahakikishe ya kwamba Mabera iko na choo, iko na maji, waendelee kukusanya ushuru huko. Ni ukweli ya kwamba pesa tumeweka. Hiyo pesa kwenye inaenda, ndio sababu nimekuambia nimeandikia, hata hiyo trade nimewaandikia. Ninataka waniambie projects zenye wamefanya kwa ward ya Tagare since 2022 to date. Alafu tutaangalia hiyo vis-a-vis the budget zenye tumepitisha, then watatuambia pesa ilienda wapi kama ilikuwa kwa walipeleka. That will be their responsibility. Okay. So once they respond, then tutakuja na counter attack on now what has been happening. So wacha to see let's not jump the nini before we reach there. Wacha tufike kwa sababu haya maneno tunafanya yamepangwa. Mimi si mtu wa kupurukia maneno. Okay. Kabla nianze kuongea niliona kwenye ninaanza, kwenye nitashika break, kwenye nitamalizia. Okay. Na niko hapa kufanya hiyo maneno mpaka 2020. Kuna wengine wananiambia mheshimiwa utachoka, utaacha kuongea. Kazi yangu ni kuongea. Nikiacha kuongea na maanisha nitakuwa nimeacha siasa. Sasa yule mwenye anangoja kwamba naangoja eti ninachoka, atangoja sana. Na si kuongea tu ninaongea. Haya maneno ninayosema ni maneno yenye wananchi wako nayo kwa moyo. Lakini wanadai kwamba jamani, mheshimiwa ameona kwamba hajafanya chochote katika wodi yake, ndiposa ameamua
kutumia viegezo hivi vya kujirudisha ili wananchi wampokee tena? Hilo pia ni la muhimu. Kama hilo linaweza fanya nirudi, ni sawa. Hilo bado ni sawa. Si hata hao wengine wenye si hata hao wengine, si hata Mahiri aanze kuongea. Kama hata Mahiri hakuna kitu amefanya, si aanze kuongea ndio ajirudishe kwa wananchi. Hata kama Utiro hajafanya anything, si hata yeye aongee basi. Kama kuongea inaweza fanya urudi, si waongee, kwani kila mtu si aongee, si yako na mdomo. Na kama ni ukweli hakuna kitu nimefanya kwa hii ward, na kuongea inaweza nifanya nirudi, shida iko wapi? Lakini wao unatembea hizi ward zote za Kuria, hata Migori, si unatembea? Natembea. Kuna ward kuna barabara mzuri kushinda Tagari. Kuna ward imetengeneza daraja mingi kwa hii miaka kushinda Tagari. Umeiona? Sasa kuna daraja nyingi. Kuna kelele zingine ninasikiza tu, mimi ninanyamaza. Na sitaki kujipika kifua kwa sababu hata nimekuambia hata hizo vitu zimefanywa, sio mimi nimefanya, ni gavana. Yeye ndiye amefanya. Lakini of course kushirikiana na mimi kwa sababu mimi napush vitu zangu. Hata hii mwaka nataka waniongezee daraja zingine. Ninataka Bugumbe Health Center ikuwe elevated, ikuwe sub county. Kama gavana ni ukweli anajali watu wa Bugumbe, Mabera sub county, Bugumbe sub county must be a sub county hospital before 2027. It is not a request. Yani hiyo si pembelezi. Nimesema kama watataka kura yetu. Yani gavana asijaribu kuja kuomba kura Bugumbe kama Bugumbe Health Center haijafanywa sub county. Hiyo tutalock. Hizo ndo tunasikia kwamba unapotishia hivyo kisha baadaye tena unalia kwamba maisha yako yako hatarini. Hauoni kama wewe ndo unawasha moto? Nimetisha nini? Nini nimetisha hapo? Kusema ya kwamba sub county ya Bugumbe ipewe sub county, na kwa sababu workload yake ni kubwa kushinda hospitali zingine zenye zimepewa hata sub county. Kwa sababu sisi kila sub county, Migori county wako na hospitali ya hapa Kuria wako na sub county hospital. Mbona Mabera isipewe? Kwani kuongea hiyo ni kutisha? Hiyo kutisha iko wapi hapo ndani? Na for your information, kwani nilichaguliwa kufanya nini? So mimi hata siogopi ya kwamba maisha yangu iko hatarini. Ile kitu huwa ninafanya ni kuinform the public. Wajue ya kwamba kuna watu wako na shida sana wakinisikiza nikiongea. Huku nikiongea maneno ambayo nilichaguliwa kuongea. Unajua ningekuwa ninaongea eti ninataka kupiga gavana, ama nataka kupiga deputy governor, ama nimepiga sijui nani, unajua ingekuwa tofauti. Nafaa kushikwa nienda kotini. Lakini kama ninaongea kwamba sub county ya Mabera hospitali, kuna hata ward hii sub county admins, sijui kama unawajua. Sub county admin hapa Mabera tunataka mmoja. Mimi amona record nikiambia governor ya kwamba kuna hata huyu Julius. Sijui kama unajua Julius ward admin wa Masaba. He's among the longest serving ward admins tuko now. Na very loyal, very hard working. But you see, kwa sababu ya hii ujinga yenye ninakwambia inafanywa hapa ya clan yenye haina maana, hawezi promote hata yeye. Ameshinda hapo tu tangu andiko kazi, wanachukua vijana wengine wa miaka 20, wametoka tu university, wanakuja kumfanya anakuwa bosi wao hapa. Because reason anatoka Mabera sub county. Mtu anafaa kuwa sub county admin hapa Kuria West, haezi toka Mabera sub county sababu Mahiri amekataa. Lazima atoke kwenye Mahiri anataka. You see such kind of nonsense. Tukiongea unasema eti tunatisha nani? Wewe hapa sasa hivi kuna miongoni mwa watu wanakubaliana na wewe. Ikija wananchi, lakini pia wanasiasa. Lakini pia kuna miongoni pia wananchi na pia wanasiasa ambao wanasema jamani, kiongozi Magwe afanye vizuri. Kwa sababu gani? Wanadai jamani, ukiangalia nafasi ambazo tunazotumikia ndani ya Migori County, hiyo tu ndo nafasi tulionayo kubwa. Na unapoamua kutimua huyo Mkuria mwenzako, inakuwa kama haukufikiria vizuri. Hauoni kama hilo litakuja kukuletea shida mbeleni? Tunatimua Mahiri, tutaweka Moses. Unanielewa? Mahiri akitoka, Magwa ataingia. Ama Mahiri akitoka, Muita ataingia. Ama Mahiri akitoka, Chacha ataingia. Huyo bado ataingia atakuwa Mkuria. Kwani Mkuria ni Mahiri tu? Kama Mahiri ndiye tulipea ameshindwa kutetea interest zetu, kwa nini akae hapo? Na unahisi kwamba huyo naibu ni nyinyi ndio mtamweka ama ni governor ndiye atamteua?
sheria iko very clear. It is the responsibility of the governor to appoint the deputy governor. It is the responsibility of the county assembly to approve the same. Ambapo ameappoint huyo tayari anayetumika naye, lakini sheria inatupea mamlaka ya kumtoa kama ameshindwa na kazi yake. Mtazamaji, tukiwa tunamalizia, labda neno lako la mwisho. Neno langu la mwisho, ningependa kuambia hivi watu wa Tagare, watu wa Mabera sub county, wa Kuria kwa ujumla, na watu wa Migori, ya kwamba sisi kazi yetu tutaifanya bila kuogopa, bila mapendeleo, na bila kutishwa na yeyote. Hayo ndio majukumu tuliopewa kuyafanya. Na saa hizi tunasikiza watu wenye wanaongea, hata mimi nasikiza, hata hii maneno ya Mahiri ninasikiza. Na nimesema niko tayari kukutana hata na Mahiri. Kwa sababu ya kutaka kumsikiza one on one, kwa sababu sijai kutana naye tangu nianze kuongea haya maneno. Okay. Labda kuna maneno mengine anaweza niambia yenye itanisaidia kufanya hii kazi yangu vizuri zaidi kushinda venye ninaifanya kwa sasa. So kama ako willing na ako available, ambia yeye mimi niko, mimi sina shida. Lakini maneno ya kuhakikisha ya kwamba sisi kama watu wa Kuria, watu wa Mabera sub county, watu wa Tagare tunapata haki yetu, hiyo tutabaki hapo leo na milele, amina. Hatutoki, hatupanduki. Iwapo assessment yetu hii tunafanya ya review itaonyesha kwamba Gavana Ochiero ametusaidia kuachieve 80% ya vitu tulitaka, hatuna budi kurudisha yeye kwa kiti. Lakini kama itaibainika ya kwamba hakuna, amefanya 30%, tutasema ameperform below average. Na mtu akiperform below average unafanya nini? Unamshusha. Anafaa kurudia darasa. Na hapa kwa siasa kurudia darasa ni kwenda nyumbani. Ni kwenda nyumbani. Mikono iko kwake. Yeye ndiye anafaa kuamua. Yeye ndiye ataamua kama anataka kurudia darasa ama anataka kuendelea na kazi. Sio kazi yetu sisi. Na kuna wengine wanatutisha. Unajua pia hii pia lazima niweke. Kuna wengine wanatutisha, mara watatupiga, mara hutaingia assembly. Nataka kuiweka wazi. Mimi nimechagulia kwenda assembly kufanya kazi yangu. Na huko sikufendi kufanya vita. Na mtu asiaifikiria anaweza tisha mimi kuenda assembly. Assembly nitaenda. Na ile siku ataguza mimi huko eti siwezi ingia kufanya kazi nilichagulia kufanya. Unaona wao wanaruhusiwa kukuja hapa kwetu kutufanya yenye tuliwachagua kufanya. Wakitunyima kufanya kazi yetu responsibility kwenye tunafaa kufanya, hata sisi tutanyima wao kukuja hapa kufanya yaliyo wanafaa kufanya. It is tit for tat. It is so simple. Asi mtu asiaifikiria kwa ndoto yake eti atanizuia kwenda Migori County Assembly kufanya kazi nilichaguliwa na watu kutoka Tagare kwenda kufanya, alafu yeye ajilete hapo. So kama ni mipaka basi, kama wanataka kila mtu, kama hiyo inaweza tusaidia hata tupate kaunti yetu kama Kuria, so be it. Lakini hakuna mtu atazuia sisi kwenda kufanya yenye tumechagulia kwenda kufanya Migori, alafu afikirie yeye atapata nafasi ya kuja kutembea tembea humu. Hiyo haitakuwa bwana. Hiyo haiwezi kubalika. Hata hakuna mwananchi anaweza kubali hiyo mchezo. Alafu hii kiti ya governor, unajua pia is not a preserve. Eti kila siku lazima Mkuria kuwe tu deputy governor. Nataka kuchallenge watu wetu ya kwamba waamuke, wajue ya kwamba hii kiti pia sisi tunaweza beba. We can also be governors. We are equal to the task. We can even make very good governors for information. So hii maneno ya kututisha hapa hii watu waache bwana. Hii sisi tuko hapa kufanya kazi na tunafanya kazi yenye tumepewa na wananchi na tutaifanya leo, kesho, zile siku Mungu ametupea uhai kuwa hapa tutaifanya bila kuogopa na bila kupembeleza mtu, na hatuna mipango ya by the way hatuna mpango ya kupembeleza mtu hapa mbele. Kupembelezana iliisha. Kila mtu ako na majukumu yake, kila mtu afanye kazi yake, na tutahakikisha ya kwamba tuna deliver wananchi yale yenye wametutaka tufanye. Na yule mwenye atacross hiyo line, unajua wananchi ndio kusema. Ama hujui hivyo? Nasikia wananchi ndio kusema. Wananchi ndio kusema. Na wananchi ndio tuna engage. 2027 inakuja. Alafu tutapatana kwa uwanja. Na hiyo siku mbivu na mbichi itafanya nini? Itajulikana. Asante sana mtazamaji wa Pure Africa TV na msikilizaji wa Pure Africa Radio 88.7. Ikiwa tumeweza kukamilisha dawati la siasa kwa siku ya leo, lakini pia tunakujulisha kwamba matukio haya yataendelea kupatikana kadri kutazidi kukucha, maana mheshimiwa amesema jamani, naeka motion pale ya kumpeleka naibu nyumbani. Lakini je, swali ni kwamba
atampeleka naibu wa gavana pamoja na gavana, ama atampeleka naibu wa gavana peke yake nyumbani? Basi mimi na wewe letu ni la kutazama.